tunangojea kwa masikio ya kiroho ili tupokee na tuishi na woga wako. Unenaje ni mzaifu, lakini Bwana umtie nguvu, yaani chombo ambako ulikichagua kikutumikie. Na sisi ambao tutasikia neno hili Bwana, tusilipoteze, tuliishi kila leo na tuwe na woga wako kila leo. Tuishi neno lako, tuishi woga wako, na jina lako litukuzwe. Neno ninaliacha kwa mikono yako, natakayelitoa na sisi ambao tutalisikia, kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Unasema je, prezo? Kuna mtu anasema tabariki dada Shimamante. Sasa napenda aseme. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Kwa majina ni Safari, niko evangelist, nilikuwa natumika kusepaki. Kazi yangu nafundisha juu ya habari za siku za mwisho. Sasa dada alikuwa naimba, nikasikia Roho kunizungumuza. Baada ya kunizungumuza, nikasikia Roho inaniambia umwambie apite mumezo da bima chagule yeye peke piese yenye anapenda. Nikasikia Roho inaniambia matafika chagule kisha ya sasa nganti mimi frangoni ndaomba. Roho inaniambia hapana, usimchagulie na usimwambie, nimwambie tu aende achagule. Ni kwa hiyo bamingi wanayua mumezo yangu ye kaka taweza kubeba hapo na wengine ni wamingi. Sawa, merci. Ni kwa hiyo tu. Baraka za Mungu zilizo katika mkono wake wa kuume ziwe na ninyi wote mahali hapa katika Kristo Yesu Bwana. Haleluya, haleluya. Ukweli kwamba nimeona kwamba sote tumekuwa katika furaha. Mungu asaidie na siku moja vile mbinguni katika yale malango ya dhahabu tulikanyagie, tuimbe mpaka tufurahi. Amen. Haleluya. Amen. Ni mwenzenu naitwa Evangelist Shekina, kwa wale ambao walijue, ni baba wa watoto 9 na mke mmoja mrembo. Mungu awabariki. Simame basi tusome neno la Mungu. Kitabu cha Waamuzi 13, Waamuzi 13:1 hadi 5. Tunaisoma katika Kristo Yesu Bwana. Waisraeli wakafanya maovu tena mbele za Bwana. Hivyo Bwana akawatia mikononi mwa Wafilisti kwa muda wa miaka 40. Basi palikuwa mtu mmoja wa Sora aliyeitwa Manoa wa kabila wa Dani, naye alikuwa na mke ambaye alikuwa tasa na hakuwa na mtoto. Malaika wa Bwana akamtokea huyo mwanamke na kumwambia, wewe ni tasa na huna mtoto, lakini utachukua mimba na utamzaa mtoto mwanaume. Lakini ujihadhari sana, usinywe mvinyo wala kileo kingine chochote, wala usile kitu chochote kilicho najisi, kwa kuwa utachukua mimba, utamzaa mtoto mwanaume. Wembe usipite kichwani pake, kwa kuwa huyo mwana atakuwa mnaziri wa Mungu, aliyewekwa wakfu kwa ajili ya Mungu tangu tumboni mwa mama yake, naye ataanza kuwaokoa Waisraeli kutoka mikononi mwa Wafilistini. Neno la Bwana ulishangilie na uketi. Amen. Tangu jana tumeanza somo letu kwenye mkutano wetu wa tariki ya leo, ambao Mungu alitaka wewe na mimi tuwe hapa, kwa sababu mtu akiwa hai, ile uhai inamsaidia apate kusikia, apate kutenda, apate kumtumikia Mungu. Na asipomtumikia Mungu, Mungu anakuwa iko na mtazama, kwa sababu Mungu huweka njia mbili kila siku maishani mwa mtu. Kuna uzima na mauti, na mtu mwenyewe hujichagulia kwa yale anayoyafanya. Ndiyo maana mtu akifa
hakuna kinachomfuata, hakuna kinachobeba isipokuwa matendo yake inafuatana na wao. Na neno la Mungu linasema kwamba heri wafu wafao katika Kristo Yesu wapumzike baada ya mateso yao, maana matendo yao mazuri walioifanya, yale matendo yako mazuri na unayoifanya mahali hapa itafuatana maisha yako milele na milele. Haleluya, haleluya. Tukazungumzia neno kubwa ambalo inatuambia ufalme wa Mungu unadai, cha kwanza kutii masharti, cha pili kuweka siri. Nipatilie jirani mkono, mwambie jitahidi kutii shuti za Mungu na kuweka siri. Mkaguo kidogo, jana tulizungumzia habari za Ahazi. Ahazi ambaye alikuwa mfalme katika Yuda, akatumika vibaya mbele za Mungu, akaabudu miungu, akavunja madhabahu zote ambazo walikuwa wanasherekea amo jina la Bwana, akafunga milango ya hekalu, akawapiga vita Walawi na makuhani, akafukuza waimbaji, akafukuza wenye vipawa. Hakutaka Mungu aabudiwe. Mungu akachukia sana. Alijenga mapodium, fasi za kuinuka katika Yuda yote, na akaweka pale waanze kuwekea ako sadaka za kuabudu hiyo miungu. Isitoshe, akamchinja hata mtoto wake, akamchoma kwa ajili ya miungu iko na abudu mashetani. Mungu akachukia, akafa. Wakati alikufa, hata na matendo yake mabaya ilibakia katika vitabu vya wakubwa vya hiyo mji, watu wakishangaa huyu briga mwenye alikuwa anaongoza taifa. Mungu atusaidia tupatie viongozi wazuri. Haleluya. Bwana akusaidie katika nyumba yako, uwe na bwana wa kuokoka, uwe na bibi mwenye anaokoka, uwe na watoto wenye kuokoka, ile mazingira ikupatie uwepo, ujisikie kumtukuza Mungu. Lakini mtu akiongozwa na nyoka akionyesha, anayenyonya nyoka atapata sumu. Lakini mtu akiingia kwenye malango ya Yerusalemu ambapo kuna maneno ya uzima, yeye anapata uzima. Pokea uzima katika Kristo Yesu Bwana. Haleluya. Mungu akakubali afe. Mwanawe Hezekia naye akaanza kutawala. Hezekia akaondoa ile maovu ya baba yake yote. Wajua, tunaweza kushindwa kuondoa historia mbaya, lakini katika Kristo Yesu Bwana tutakorije historia. Haleluya. Wapendwa, katika huduma zote ambazo Mungu ametupatia na vipawa, tutakorije masharlata katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu sisi ni nuru na giza yote itakimbia. Sikia, Elisha, haikuwa Elisha lakini Hezekia alipofanya ile, akarudisha taratibu za ibada, watu wakaanza kumwabudu Mungu. Wale ambao wote walikuwa walishakimbia tena wakarudi, wakamtolea Mungu dhabihu. Mungu tena akasema na taifa lake, baraka zikaja. Lakini pia shetani naye akatengeneza jaribu, akaleta ugonjwa mkali, unampiga Hezekia. Hezekia akaugua. Mtu anaweza kuwa iko mtumishi wa Mungu, lakini amire kiingia mtumbo italuma tu. Unaweza kuwa uko kiroho, lakini ukigonjwa nao watakutia tu serumu. Akaanza kulalamika, na wakati akaanza kulalamika, Mungu akamtumia mchumbe asiyeleta jibu kamili kisa anavyotaka ajibiwe. Nabii anafika lakini haji na uponyaji. Kumbe njia za Mungu zote Mungu anapitia kama ndani. Huko zinaweza kuya hivi wanaanza ni desordre. Kumbe ordre ya mbinguni lisha impose ile utawala ambao umekuwa ndani, kenye kinatawala maisha yako Bwana, na kiempose kusudi wewe upate na kushuhudia mbele za Mungu kwamba tena Bwana ametenda kwa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana kufa utakufa na hautapona. Huyu baba alikuwa anaongoza falme vizuri, ameshafanya vizuri, anatii sheria za Mungu. Hakuna kwenye Mungu alimwambia ya kwamba wenye kuongoza ufalme wake hawatie kumstari, lakini mambo ya nyumba yake
yeye na mke wake, yeye na watoto wake, na ile inakamata watu wengi katika safari ya kwenda mbinguni. Tuko wa Kristo, lakini Ukristo wetu Mungu anataka uanze shina katika familia zetu. Haleluya! Katika hii habari somo letu linatuambia kutii masharti. Mungu ni mfalme ambaye anajitegemea. Mungu ni mfalme ambaye ni Bwana wa mipango. Anapanga yote katika neno lake. Kusudi wewe uwe hapa chini ya jua, mimi niwe, tuliumbwa na Mungu, lakini kwanza katika neno lake akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, ili apate kutawala vyote ambavyo vimekuwa katika dunia. Dunia hii ni yetu ambayo Mungu ametupa tutawale. Tunapotawala utajiri haiko dhambi, tunapotawala baraka haiko dhambi. Ndio maana usitawale dhambi, usiganganie dhambi kuliko kutawala yenye Mungu alitaka uwe navyo. Haleluya, haleluya, amen. Tuingali na God. Haleluya. Neno la Mungu linasema, niko mwepesi sana. Wajua leo kuna mipango mingi. Israeli wakafanya dhambi, wakatoka katika masharti ya Mungu, kwa sababu neno la Mungu linatuambia usifanye dhambi. Mwanangu, mwenye dhambi akikushawishi usikubali. Sasa Israeli inafanya dhambi, ina maana kwamba maabudu yao ikageuka. Katika dhambi Mungu haabudiwe, katika dhambi Mungu hatukuzwe. Mungu hutukuzwa katika utakatifu. Haleluya, sema utakatifu. Wakati Mungu anagundua kwamba Israeli wanafanya hiyo dhambi, akawaacha wakaingia katika utumwa miaka 40 kwa Wafilistini. Mkono wa adui yao ikakuwa nguvu sana. Waisraeli wakapondwa, Waisraeli wakanyanganywa juu. Wakati wa vita inawinda mwili, inawinda nafsi, kwa sababu inaweza kukuua, inakuangamiza. Kama haufi unaweza kugeuka kilema, kama ubakie kilema inaweza kupora mali, kama ikubeba mali inaweza kubeba mke wala mtoto. Wasiwasi ikakumba Israeli. Halo. Wakati wanaingia katika hiyo hali, neno la Mungu linatuambia Mungu aletaye njia akaleta tena njia. Yeye ni mpasua njia. Unaweza kuwa katika jangwa, analeta mto kusudi tena upate maji. Unaweza kutana na mabeto, unakutana na mablokaji, hakuna kwenye utapita. Lakini kama sheria za Mungu unazichunga ndani mwako, pale pale Mungu atapasua njia pasipokuwa na njia. Wakina Danieli waliwekwa katika vifungo vikali, lakini simba hawakuwafanya kitu, kwa sababu shuti za Mungu zilikuwa moyoni mwao. Haleluya. Walipitia magumu, walikatala kula chakula cha wafalme. Kuko mienye hatutakulaka. Wapendwa katika Kristo Yesu, hivi tumeitwa na Mungu. Neno la Mungu lenyewe kuingia ndani ya maisha yetu linaanza kutukataza. Linatukataza kula chakula hatutakula, kuna mavazi hatutavala, kuna michezo hatutacheza, kwa sababu aliye ndani mwetu ni mkuu kuliko yule aliye duniani. Vile yeye mkubwa, Bwana mkubwa amesema, mpendwa katika Kristo Yesu, uliza maisha yako unatembea namna gani katika Kristo Yesu. Lazima uwe na masharti za Mungu kusudi upate kutawala katika dunia hii. Kama uende na Mungu unapata zero, lakini Kristo anapenda kutengenezea mazingira ya utakatifu, mojeane na Mungu ana kwa ana, si katika mafumbo, lakini mambo yote wazi. Kama unakubaliana na mimi, piga makofi na vigelegele kwa ajili ya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Leo shuti za Mungu, sensibilisation spirituelle. Hatuwezi fatana na Mungu na dhambi. Kila cha dhambi kitukome katika jina la Yesu Kristo. Jenese zetu, kila hali zote za jenese za kipagano kiwakome katika jina la Yesu Kristo. Hamutalewa maana Mungu wetu amekataa. Hamutarendeza kwa sababu Mungu wetu amekataa. Hamutalewa kwa sababu pahali ya ulevi Mungu akaona kwamba lazima tujaze njoo Roho Mtakatifu.
tugundue siri za mbinguni. Haleluya! Esi unaifurahia kweli? Esi inaweza kudunisha ile? Bakia katika mkono wa kuume wa Mungu Bara. Kuko lenye tutaachia dunia na kuko vyetu, siye njoo tali na uangaza. Katika kanisa tutawinda na makanisa zenye hazitukatazi dhambi. Omwe tuingie humu vile vile aliyosema mwongozi. Aseme watu wa kale walisikia maneno ya Mungu, aseme wakasikia toba. Unajua ni shida gani? Ni mioyo. Neno linaweza kuja lakini kwenye linaenda. Kuko roho za watu wengi ni warebeli, wamemkataa Mungu. Watu wengi ni kama Azia, wanafanya dhambi kupotumu, wanafanya publicite ya dhambi, wana kiburi na mengine yote. Kama hauna neno, akasema Daudi, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Ina maana kwamba kama hauna lile neno unaenda na giza. Halo. Hata karama zetu zinatembea chini ya neno. Haleluya! Maana karama ni utajiri aliyetupatia Kristo Yesu. Aliposhinda mauti, akanyang'anya funguo za kuzimu na mauti, akapaa mbinguni, akadeblokeza mablokaje zote, akaleta vipawa, akawapa wanadamu. Tukapata vile vipawa. Vile vipawa lazima vilindwe katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mali inakuwaka mdepo, inakuwaka mulupango. Kama una lupango ya mali, ina maana kwamba mwizi anaweza ibeba. Kuna karama nyingi zinatoweka tu hivi. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Wengi wanasema Mungu asaidie leo. Wengi wanasema Mungu atie nguvu tena. Mungu akupatie tena kuraje ya kuingia nyumbani mwa Mungu. Ukuwe na kuya Mungu akushauriye. Ukuwe na kuya Mungu akwambie utafanya. Ukuwe na kuya Mungu akwambie namna gani utatembea. Kuna watu ambao Mungu ameweka katika madhabahu wa kuhudumia katika Kristo Yesu. Milango iko wazi, haifungwi kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hezekia akaopa kumwisho tena. Alishapona, Mungu alishamongezea miaka 15, kisha akaleta maadui, akaanza kuonesha tena vyote vya nchi. Hii utajiri wote, angalia nitache hizo malengo do. Kuko mtu mwenye anavumbulaka shimo, lakini angalia nani mwenye aliona joge yake wa kwanza ni mpadani, ni mlevi. Kuko baba mwenye anapata mali, shuti za neno la Mungu anazikwepa. Mesana pata mali, nani anaona kwanza mali wa kwanza ni kahaba, familia yake haioni. Tengeneza mambo ya nyumba yako kwanza. Njoo message Yesu Kristo anakuambia leo. Usizubae. Wewe unaenda sababu familia yako tukikuvotea ende Kinshasa, utatukumbuka kweli, utakwenda pitewa bien. Wewe ndio pitewa familia yako dada. Ingiza Yesu katika familia yako. Ingiza Yesu katika shenesa yako. Baba, ingiza Yesu katika mradi wako. Mungu atukuza kiona uko na lima, anasema hii mlimo inafalia hii familia, na hii familia nao wanakuja kuniabudu. Mara mingi katika matangazo wanatuambia watoto walikuja na kuni na miogo. Haleluya! Miogo ilitoka wapi? Ilitoka kwenye mashamba. Bwana Yesu asifiwe. Kazi zetu zimupe Mungu utukufu. Fanya hivi utukufu. Haleluya. Message ikamfikia mtu mmoja ambaye anaitwa Manoa wa kabila la Dani. Huyu baba alikuwa na mwanamke mkongwe, alishakomaa kabisa. Mama alivumilia miaka mingi katika nyumba, lakini tatizo hakuna mtoto. Vile hakuna mtoto na wakaendelea tu wako pamoja. Kwa hiyo wanakosaka mtoto na wanaachana, hata kuseki mwaseme hakuna mimba. Kuna tacha uvumilivu. Kumbe angezaa shujaa. Uko baraka zenye zinakawia kusudi zije na muujiza. Haleluya. Haleluya. Sara angezalaka la 18 walisemaka sinangezalaka tu. Lakini miaka 10 ilibidi acheke na atakayesikia habari zake acheke pamoja na Sara. Mpaka na sisi tunasikia mtu wa miaka 19 sura ilishakunja. Kukoba ye wanataka nafuata mabibi ya wenzao, lakini marama kuna mangefatata na Ibrahimu kusara. Kwa ile miaka hakuna, sura ilishakunja, migezi ya kushusha machozi ilishajichapa yo peki. Mama hawezi tena kusalimiana na bizu juu kinywa na yala malongo, miaka inaharibishaka mwili. Sikia, huyu Manoa malaka akamtokea mke wake, akamwambia, mama,
huna mtoto. Akamkumbusha kwanza probleme yake. Usikie kwanza, usikuwe na kwazika mbio mbio mu maombi. Pengine ile sasa unasikia kama wanakuambia mbaya, kumbe njoo muujiza kwanza inakuya. Uliza habari za Ana, wakamwambia wewe mwanamke mlevi, toka hapa. Kubali kushika masharti ya Mungu. Anayekangania neno la Mungu anapambana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ingawaje vya kununa vinafika, usimanduke mkwaya. Usitoke mu maombi, usitoke mu baraza. Vikwazo vitakuya, vitapita, lakini sisi tutaendelea pamoja na Mungu Baba, kwa sababu neno lake litadumu milele, na wanaoamini lile neno lao watadumu milele na milele, na watangaa kama nyota. Haleluya. Haleluya. Sema huna mtoto, lakini utachukua mimba, utamzaa mtoto mwanaume. Yeye atakuwa mnaziri wa Mungu, kwa sababu amewekwa wakfu kwa Mungu ili apate kuondoa taifa la Israeli katika utumwa. Si ndio message ile walimwambia? Sikia masharti, usinywe kileo. Maanake kama mlibo yako inasikia kiu sana, hivi tu mnaziri wa Mungu ataingia tumboni mwako, ambia mlibo yako itangazie ya kwamba vya kukunywa basi. Vile Yesu Kristo ameingia ndani ya maisha yako, neno la Mungu limeshaingia ndani ya maisha yako, Roho Mtakatifu anapenda akae ndani mwako. Ambia maisha yako makaprise zote za dhambi na zifukuze katika jina la Yesu Kristo. Mbona unanyamaza? Sema na zifukuze katika jina la Yesu Kristo. Zitakutokea kusudi bakia kwenye tawala pamoja na Mungu Baba. Huyu mama akamwambia tena, usikule chochote kilicho najisi. Haiko juu unasikia njala na wanaleta kila chakula na njoo inaanza fota. Haiko juu jua ilikupiga. Kwa Mungu hawapendeke kusaba mafernesi. Ibrahimu alikuwa akitoa sadaka, lakini chue na mpiga na iko miaka ya uzee, na isakuwa na lupala, hakuna hata nyele za zinaweza fichika pale. Tai wakaja wakamshamula minofu kama vile ngapi. Mungu akamwambia, hakika hivi tu haukukesha na tai wamegusa hizi minofu, taifa lako linaingia katika utumwa. Wapendwa katika Kristo Yesu, tunatembea chini ya neno la Mungu na tukubali kuongozwa. Haleluya. Neno la Mungu linasema, huyu mama akasikia wembe isipite kichwani pake. Akaenda huyu mama akaambia bwana yake, bwana akasikia. Wakati aliposikia tena, malaika akaja akamkuta tena mshamba, akarepete bile. Sasa repete bile, mama na baba wakawa wepesi. Mungu atupatie moyo wa wepesi, tusikie watu wa kuchelewa mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwambia yule malaika, tusaidie tutoe sadaka. Kwa nini watoe sadaka? Eske wanaweza kwamba wangetoa sadaka na wakufunzwa? Si sababu tunaingia kama nyumba ya Mungu ndio maana tunajua kumtolea Mungu wetu sadaka. Mtu aliyesikia maneno ya Mungu katika masharti ambazo tunatakiwa tuwe nazo, cha kwanza ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sema neno la Mungu. Sema Roho Mtakatifu. Sema matendo makubwa ya Mungu. Jobi tatu bile vinaendanaka na mtu mwenye kumtumikia Mungu na kumtumainia. Haleluya. Walitaka zile sadaka ziwe kusudi wahifadhi, babakiane ile uwepo, babakiane ile connection, babakiane ile urafiki na Mungu. Mungu anataka uingie katika mapenzi yake, lakini usikuwe nafanya Bukristo ya lendi marudisha kwa mpagani. Usikuwe nafurahia wakati uko nyumbani mwa Mungu umesema toka mkanisa na vinapita vile. Ni continuité dans une autre continuité. Mpaka Kristo atukute tuko katika zile furaha za kuchuchumia taji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamwambia watatoa sadaka. Malaika naye akawa mtu mwenye kujijua. Hili neno la Mungu
ndilo linaweka masharti kwetu hapa duniani, ndilo linaweka masharti katika mbingu za Baba, ndilo linaweka masharti katika anga. Hili neno la Mungu ndilo linaweka masharti mazuri za nyumba. Hili neno la Mungu ndio linaweka masharti mazuri za kuomba Mungu, za huduma madhabahuni. Pasipo neno la Mungu hauwezi kumpendeza Mungu, na pasipo neno la Mungu hauwezi ukashindana. Ukitangaza kwamba una vita kupigana shetani, hakikisha neno la Mungu liko kwa wingi katika moyo wako. Ndio maana mwimbaji wa Zaburi ya 119 mstari wa 10 anasema, moyoni mwangu, haleluya, haleluya, moyoni mwangu ninaliweka neno lako, nisije nikakutende dhambi. Mtoto anazaliwa Samson, sana zaliwa bako tu katika utumwa, lakini shujaa wa kubatosha katika utumwa alishakuwa. Nilijiuliza sasa nisoma hili neno, eske Samsoni alielewaka apele yake? Eske alijua yeye ni nani? Alitegemewa na jamaa lake, akategemewa na mbingu zilizomtuma. Mbingu zinajua kwamba kuko mtu mwenye tulituma kule. Karama zinapishana wapendwa katika Kristo Yesu, na nchi yote ya Israeli yenjo ataikomboa. Angeikomboa kana proklame presida. Alivyoa shetani naye akaangalia faiblesse ya Samson. Faiblesse ya shetani ya Samson, shetani aliyomletea ilikuwa cha kwanza mwanamke. Samsoni akatoka akashuka katika bonde la mti, akamwona mwanamke mmoja mrembo. Samsoni hakuvumilia, macho yake kapupapupa, hakuvumilia. Samsoni akaingia kwa ule mwanamke kahaba. Alipoingia mule, wenyeji wa mji na jamaa adui za Israeli bako deja na information kama ule kijana haiko wa kawaida, ule kijana ana nguvu za ajabu. Bakasema tuzingire mji wote, asipate fasi kwenye atatokea, kwa sababu pale kale vile ilikuwa sa vile ya Bukavu, ilibidi yote ijengewe ukuta ngambo na ngambo. Hakuna mtu kutoka wala kuingia asipopita kwenye mlango. Kumbuka kana Jericho na vile. Kumbuka Yerusalemu, mpaka walikuwa nasema malango ya miji yetu imeteketea. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Ungali hapa. Yule papa ule gayari akalamuka katikati ya usiku. Sasa ingia kwa ile mpango kwenye mlango iko. Hakulomba funguo. Akakamata mimo iki kia mlango kia huku na kia huku, or haiko ya mti, or haijengewa kiurejareja. Akatikisa hivi, akanyangula kati yako mabega, akapanda kumulima. Saba nilamuka sema enda zingira Samsoni, hakuna mlango. Bana angalia kumnani kwa ile kilima, bana na mwanaume konake kumabega. Nani ajogelee? Hakuna. Akarudia tena kumwingine mwanamke. Wakati wanaenda kule kwa mwingine mwanamke, tena bakatafuta kumuua, Mungu akamponya. Mpaka wa mwisho Delila akamshawishi, akampenda Delila. Wakamwambia tunakupa pesa. Delila akaanza kuindana maisha ya Samson. Anampigia roti na anamuuliza habari. Anampatia leo mzuri, maneno ya kunongoleza matamu, lakini anamtega pia na mtego. Shetani hawezi kumaliza maisha yako na kubembelezi. Shetani anapendaka kama uko pembeni ya Mungu, akutupie kalanga 1 2 3 10, unalogotea hapo unachokea, unalogotea hapo unachokea. Sio na kuwa mbali na Mungu, anakuligita na kutofua. Delila akafanikiwa kujua siri za nguvu ya Samson. Ni mtu mwenye alikuwa na nywele kubwa ambazo hazinyolewa, zilifungwa mafungo 7, lakini huyu dada akazikata. Wakati alizikata, nguvu zikamwisha Samsoni zilipoisha, wakaleta maadui zake wakamzunguka. Wakati walishamzunguka, shujaa mwenyewe alikuwa anapiga maelfu, kwa sababu iko siku kwanza walipata tena kumubana. Alishaponyoka, akakimbia, ingawaje iko wakabana, lakini akabana mbweha 300. Uweze kisimbwe na kimbiaka zaidi ya imbwa. Na sio kisa alikuwa anazikamata 300 yote hivi,
akazifungia moto kumikia, akaziachilia. Sasa zilikimbia ile moto ikamata mashamba zao za mpunga zote, nchi yote nzima ikahomba. Anaanza pigana vita. Hakuwa wa kawaida. Angalia nguvu zako ulizonazo mpendwa. Wenda huko wa kawaida lakini haujijui. Wenda umejijua lakini ukajiachia shetani. Wenda uko na lia magumu zenye unapitia ndani, lakini shuti za Mungu huna nazo tena. Roho Mtakatifu ambaye kuongoza hayuko tena ndani mwako. Kila shujaa wakati wanamfunga mikono na miguu hawezi kupambana. Neno la Mungu linatuambia Samsoni bakamchukua, bakamtoboa macho. Bwana atusamehe sana. Bwana atusamehe. Bwana mtoboa macho. Pili sio yaisha. Shetani akikubana hawezi kutoshekea kwa ile imani alishakubania. Iko napenda ufanye kusudi siku ya hukumu onekane kabisa kwamba hapa duniani ulichukiza Mungu sana. Haiko ile breeze yenye nakuweka moyo wako unasikiaka tu. Ndio tena anaweza penda ufanye na ukahaba anaweza penda uifanye kuhitaji. Sio maliza ule ukahaba kuhitaji na upigane kusudi la kupige vita ya chupa ikukatekate machafu. Shetani hawezi penda wakia kuzika na ungaliki wa kiana. Obaba kwa msako haribisha na kutofuata. Shetani anaweza kutembea katika huduma uwe na kiburi. Uko na siasa bila wengi wanaweza. Wapendwa katika Kristo Yesu. Hizi dimension tulizonazo za huduma, Roho Mtakatifu ameshaziletea watu wengi wahubiri zaidi yangu, wengi waimbaji zaidi yangu na zaidi yako, wengi waombaji. Tusijifune katika huduma, tukubali kushuka chini ya msalaba. Chomana nyumbani mwa Mungu, tutapewa mashuti, toringa te. Lipo neno la Mungu litatuelekeza. Haleluya. Neno la Mungu ndiye litatuchora kusitupatie wapomba. Bwana Yesu asifiwe. Kama unakubaliana na mimi, inua mkono wako kumesema ndio. Mwanaume wakamtosha macho na wakampatia tena pilisio yenjo aanze kutembeza mashini ya kusaga ngano. Dunia ikikubali inakugeuza kigurupe. Inakufanya wewe ndio moteur ya kusaga majiwe yote ya lugushu. Kuko watu wengi walishatembea na maisha, wanaenda kushoto wapi? Wanaenda kuume wapi? Wanaenda mbele na nyuma wapi? Dunia isakamtosha ile ya kwa Mungu, akabakia kwenda kutana na mabeto. Bwana akusaidie kwa tariki ya leo, aondoe kila beto zenye ziko mbele za uso wako. Aondoe kila magumu yenye katika maisha yako. Bwana akutangazie, maana injili ni ya kuweka watu kuwekwa huru. Huyu bwana wakaanza kumchezea, wakaanza kumchekea, wakaanza kumlaumu. Nguvu za Samsoni zikaisha. Nimalizie niulize hivi, habari gani na maisha yako? Wewe ni nani toka mtumbo ya mama yako? Kwa nini wewe ungali mzima mpaka leo? Mbona wenzenu wemzaliwaka nabo vya mshingo vilivamaliza? Mungu anataka utembee katika neno lake. Amesema katika Walawi 11 na mstari wa 44, iweni watakatifu kama vile nilivyo mtakatifu. Hakuna kwenye utatembea na Mungu bila utakatifu. Hakuna kwenye utafanya chini ya jua bila utakatifu. Bila utakatifu hautaomba Mungu muombaji. Bila utakatifu hautajazwa. Bila utakatifu ulimwengu wa giza atakupiga mweleka. Na kutangazia kwa tariki ya leo ni Samsoni wa sasa. Bwana ametaka ukomboe nchi. Bwana ametaka ukomboe familia. Bwana ametaka maisha yako yawe mazuri. Shuhuda za matendo makubwa za Mungu ni kushenesa yako ndio Mungu anataka biwe. Fanya hivi useme vitendeke kwangu. Haleluya. Chibali kuseme vitendeke kwangu. Bwana anataka uwe nuru ya kuangazia. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali shetani akutofue macho. Watu wengi sana wametofua macho. Hawaonake tena wapi kuelekea. Macho yako yametoboka sio wapi. Njia gani ulipitia? Bwana anakuhitaji kwa mchana wa leo. Bwana ana haja ya maisha yako kwa mchana wa leo. Sikia neno la Mungu linatendeka katika moyo wako. Hili neno libaki kwenu na kwangu. Bwana wabariki. Amen. Simama kwa miguu yako miwili. Si mara ya kwanza
kunitoa katika magumu. Nina ushuhuda zaidi ya moja, wewe ni mwaminifu. Nina historia maalumu, wewe ni chemchem ya uzima. Inua mikono yako miwili juu, sema Bwana Yesu, nimekuwa mbele za uso wako, nimelisikia neno lako. Yesu, ulinifanya kuwa Samsoni wa nyumba yangu, ukanifanya kuwa shujaa kwa taifa langu. Umeniweka duniani ili nitimize mapenzi yako. Leo nakuhitaji tena, usamehe dhambi zangu, usamehe makosa yangu, unifanye tena kuwa mwanao. Lalamika kwa sauti, sema Yesu, Yesu, nina haja yako. Sema bado nakungoja, matumaini yangu ni kwako, matumaini ya familia yangu, naiombea familia yangu. Sisi ni watoto wako, hatuendi kwa shetani. Tunakataa kutobolewa macho, tunakataa vilivyo najisi, tunakataa hali za kuburutwa. Kwa neno lako natengeneza mambo ya nyumba yangu, mambo ya maisha yangu. Anza jiombea Baba, katika jina la Yesu Kristo. Kila mtu kwa kinywa chake tunakiri Yesu, Yesu Kristo Bwana, Yesu, Yesu Kristo Bwana. Hapa kuna wababa, hapa kuna wamama, hapa kuna wadada, hapa kuna wahudumu, lakini Bwana tumegundua siri ya kwamba kuna nafasi, kuna nafasi tulitobolewa macho, kuna nafasi tulifungwa mikono, kuna nafasi tulifungwa miguu, kuna nafasi mambo yendi sawa, katika jina la Yesu Kristo. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Tunapamba moto, tunapanda limasie, tunakataa Yesu Kristo Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Fungua, 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 fungua wote waliofungwa katika jina la Yesu Kristo. Kuna uwezo wa neno lako, uwezo wako Baba. Tunatoka, tunatoka katika vifungo, tunatoka katika maprizo, tunatoka katika maesclavagisme, tunatoka katika madomination. Maisha yetu kupa utukufu. Mwana wa Mungu atukuzwe na apate sifa kwa wote. Mwana wa Mungu atukuzwe na apate sifa kwa wote. Tunakuabudu Jehova Shama. Amen. Baki unasimama. Karibu wazee kuzunguka madhabahu, tunaombea nchi yetu ya Kongo. Karibu wazee, ikiwezekana wape hata na mikrofoni. Eske vya Kongo vilisha kuluma na wewe? Alo. Il faut déclarer kazifanya mbingu na nchi, akaweka mipaka, ikampendeza kwamba wewe ndio uzaliwe Mkongomani. Ingempendezaka mzungu angezaliwa hapa. Lakini tutaambia Mungu kwa neno lako, kama balitutogolaka macho yetu irudi. Tuko na Yesu mwenyeko narudishiana macho leo. Bwana Yesu asifiwe. Alirudishia Bartimayo. Bwana Yesu asifiwe. Atairudisha kwa ajili ya Kongo. Sema Bwana Yesu. Haujasema bado, fanya mkono wako kuume hivi. Anza deklare mbingu zikuone. Yesu Kristo Bwana. Sema Yesu. Yesu. Nchi yangu naitia katika mikono yako. Sema Yesu. Wewe ni mwaminifu kwa neno lako. Masharti zote ambazo ziliharibika kwenye hatukutembea na neno lako, utusamehe. Tunatengeneza, tunaleta nchi yetu ya Kongo, tunaitia katika mikono yako. Tunamwombea rais, tunaombea mabunge, tunaombea raia, tunaombea askari jeshi. Bwana Yesu, utie nguvu magoti yoregea. Panda bie. Tuimbe kidogo.
Maombi ya imani, maombi Mungu anayajibu maombi. Piga mikono. Ayo, maombi ya imani, maombi Mungu anayajibu maombi. Maombi ya imani, maombi Mungu anayajibu. Sema Mungu anayajibu maombi. Mungu anayajibu maombi. Sema Mungu anayajibu maombi. Mungu anayajibu maombi. Tutaomba kwa neno la Mungu lililo katika Yeremia 1:19, inasema watatupiga vita hawatatushinda. Pandisha mikono yako miwili juu. Anza ombea nchi yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakataa uvamizi katika Kristo Yesu. Tunaiombea nchi yetu katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea rais wetu katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea askari wetu katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zisizokuwa za kawaida, nguvu zisizokuwa mbinguni. Uwezo wa jina la Yesu Kristo. Wa jina la Yesu Kristo. Tunakataa, tunapindua, tunaleta ushindi, tunarambele ile nguvu iliyotupotea katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo Bwana. Yesu Kristo Bwana. Baba. Kila upando lisilopandwa na wa mbinguni litaondolewa. Wana puissance de Jésus Christ. Wana puissance de Jésus. Wana puissance de Jésus. Baba. Mapale tunainua mikono yetu. Mapale tunainua sauti zetu. Wamama, wakaka, wadada, tunaenda na watoto wetu. Hii nchi ndio tutazalia ndani. Hii nchi ndio tutafaizia boma ndoa. Hii nchi ndio tutakufifia ndani. Hii nchi ndio tutaleta kwa nchi. Yesu ni proje yako ndani yetu. Tunatangaza uzima ulio katika jina la Yesu. Swali berana pisa na Yesu. Tunarandele Kongo yetu. Tunabii uzima ulio katika Kristo Yesu Bwana. Amen. Chapa makofi na uketi, na karibu kwa mzee aliyekufungia maombi haya.